Watu wengi hasa Wakristo maisha yao hayabadiliki kwa sababu hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Wameshaacha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, wanashandaraizi tu raka 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 na viraka raka 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 na viraka raka raka. Ukikutana wanavyoshandaraizi, wakitoka nje ya mlango wa kanisa wamemwacha rakashika rakashaka ndani. Many lives of many Christians not change because they lack Holy Spirit. Na ndio maana mtu mwenye Roho Mtakatifu ana nidhamu ya hali ya. And that's why the person with Holy Spirit is highly disciplined. I'm telling you. Nakwambia. Mtu mwenye Roho Mtakatifu, ukutane na mtu mwenye Roho Mtakatifu, if you meet him, anasengenya saa ngapi? When does he gossip? Anamuongelea mtu mwingine hata aliyemfanyia ubaya saa ngapi? When does he concern? Maana akianza tu kufungua mdomo anakumbushwa na Roho Mtakatifu, because the moment nimeruhusu afanye hivyo, ni shule yako. Peter said, I've allowed you that is your class. Angalia unachojifunza. Amekukemea kweli, lakini si ndio unafundishwa? He has rebuked you, yes, but you are taught. Huwezi kumkuta anaongea vitu vya ajabu. You can't find him talking strange things. Unampelekea umbea. You take to him some hot gossip, taarifa zisizofaa, information which is not fitting. Nimejeruhika sana. I am so much heartbroken. Niliposikia nimeumia. When I heard that, I was hurt. Huyu mwenye Roho Mtakatifu, a person with the Holy Spirit, kuna umbea mwingine ukimpelekea, umempelekea prayer point. You take him another gossip that becomes a prayer point. Hawajanisikia ninachosema. They've not heard what I'm saying. Unamuona yule dada, you see that sister, ingawa anaimba namna hiyo, although he sings like that, nina taarifa zake. I have his information. 1 2 1 2 3 4. Anasikia kuumia. She feels the pain. Usiku wa manane anaamka kumwombea. He walks up, Baba, to pray. Najua ana kitu kikubwa. Father, I know he carries something strong. Huyu ni mtumishi wako. He's your minister. Umempaka mafuta. You've anointed him. Baya zaidi Bwana, nzuri zaidi umemweka na madhabahuni. Wewe unakamilisha watu. Hii tabia nimesikia anayo. Mwokoe, mtakase, msaidie. Halafu akiamka asubuhi, anakutana naye, anamsalimia. Anaambia wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu. Mungu atakukamilisha tu. Anaondoka. Wewe unaletewa taarifa ya umbea, unaanza kumpelekea. You are receiving a gossip. Niliyoyasikia. And you take it around. Mungu ndo anajua. Only God knows. Mungu ndo anajua. Only God knows. Halafu kija kwenye ibada, come to service. Arusha wewe. Wewe ni mla mirungi tu, hamna kitu kingine. Wewe ni matejo kabisa. Una Roho Mtakatifu. You don't have Holy Spirit. Mzee wa matejo. Kanisa la kwanza liliweza kushinda kwa sababu si tu lilipokea Roho Mtakatifu na si tu lilijazwa Roho Mtakatifu, lilikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, na hapo ndio Roho Mtakatifu huanza kuwapima watu. Hiki ni kiwango cha muhimu sana kuvuka, maana hichi kiwango ndio kinakupeleka kiwango cha 4 cha juu, top. This is the very important class to cross over because it takes you to the top. Top. It takes you to the top. Kiwango cha 4 sasa. Baada ya kupita hayo madarasa. After you pass all the classes. Madarasa mengine nimesema ya kusamehe. The other classes say of forgiveness. Madarasa mengine ya kuomba msamaha. Other classes of asking for forgiveness. Madarasa mengine ya kuachia kiburi. Other classes dropping. Yaani ni wewe na Roho Mtakatifu. It's you and Holy Spirit. Mchungaji akikupa Roho Mtakatifu akakufundisha ukamjaza Roho Mtakatifu ukampokea, that pastor amekupa kitu cha thamani sana. When your pastor taught you and you receive Holy Spirit, you are ule muda ambao hayuko na wewe, Roho Mtakatifu yuko na wewe. That's the time is not with you, Holy Spirit is with you. Unaenda kutenda dhambi huku miguu inagongana namna hiyo. You go to sin when your legs are knocking each other. Yani kabisa, yani completely. Roho Mtakatifu hadi ndimi zinacheza. Even the tongues are not trembling. Yani ndio leo unaanguka. So today I'm going to fall. Hiyo ukiona una hicho una hiyo hali, una Roho Mtakatifu. When you have that one, that means ukiona unaenda huko una dance kabisa. But if you go to sin, dancing majestically. Gonga na jirani yako mwambie umekwisha. You are done. Gonga na huyo mtu mwambie kwisha. You are done. Roho Mtakatifu akukati tamaa kwa sababu ndio amewekwa akuperfect. Holy Spirit does not give up upon you because it's put to perfect you. Is there to perfect you. Amewekwa akufanye mzuri. Is there to make you good. Surely. Ukikutana na mtu mwenye Roho Mtakatifu, when you meet a person with the Holy Spirit, wala hahitaji kuambiwa na Roho Mtakatifu. You don't have to be told by Holy Spirit. Utaona tu anavyoongea. You'll see the way they talk. Utaona tu anavyosema. You'll see the way they speak. Huyu Roho ndo anafika mahali anaanza kufundisha namna ya mapungufu ya ndoa yako. It comes a point the Holy Spirit teaches you about
the shortcomings of your marriage, na namna ya kushughulika na ndoa yako. How to deal with your marriage. Sio vikao, not councils, sio kugugo, not googling, sio kuvaa vimini, not even putting a miniskirt. Mume wako chumbani mvalie kimini hapa. You are with your husband in your room having a miniskirt. Maone na tumbo kwa mbali hata kama ana kitambi. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia leo mume wako anakuja na hasira, jipange. Holy Spirit can tell you. Amegafilika huko nje. Is coming with anger, so get prepared. Jipange. Get prepared. Unasikia kabisa huko ndani leo jipange, haji vizuri. It does not come good. Lakini unasema mbona ni mtu mzuri? Alafu sikio unashangaa mtu anapokuja action ya kwanza anaingia na mlango na see the way the man comes, the first action is hitting the door. Wewe si una taarifa. Kwa hiyo ukwaziki. Wewe unaanza unayotoa hapa mna ugomvi kwa sababu aliingia amebamiza mlango. Kubamiza tu mlango unahitaji kikao. Kwani umefungua mlango namna hiyo? Umeshafeli tayari. Already failed. Umeshafeli. You failed already. Kwa sababu Roho Mtakatifu angekupa taarifa kwanza kwa leo haji vizuri. Today is not coming home good. Kwa akiingia na mlango, so when he comes back with the door, wewe umetulia kama ua. You are only waiting quietly like a dove. Unaangalia tu picha linavyoenda. You are only watching the movie how it goes. Hiki kiko wapi? Where is this one? Roho Mtakatifu alishakuelekeza kiweke. Hiki kiko wapi? Where is this one? Put it. Anauliza vyote vipo. Is asking everything. Chakula kipo. Food there is. Sio cha baridi cha moto. Not even cold, is hot. Chai ipo. Sio ya baridi ya moto. Maji yapo. Sio ya baridi ya moto. Chakula kiko wapi? Hiki hapa. Maji tayari yako bafuni. Watoto wako wapi? Utafikiri usiku wa manane watoto wameenda kuzurura. Wote wamelala, nimeshawafunika. Hasira hizo zinatafuta mlango wa kutokea na zinatafuta pumbavu mwenye hasira. Hana Roho Mtakatifu, amegugo tu anaambiwa mume mpendezeshe. Mmeshindaje wote hapa? Salama. Anaongea. Mwisho unashangaa ananywea. Yeye mwenyewe anakuuliza swali, hivi ni ile kwanza au nikaoge? He ask you a question. Should I eat first or? Alafu unamwambia and you tell, ni vyema ungeoga kwanza. It's good. Alafu chakula utakuta nimesha kipanga. Asante. Thank you. Akitoka huko, after that, hasira yote imekufa. All the anger has gone down. Lakini ni matokeo ya kumsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu. Holy Spirit. Nisikilize, kachini wa Kristo wengi tunashindwa huduma. To be consistently in tunashindwa huduma. We fail the ministries. Tunashindwa ndoa. We fail marriages. Tunashindwa kila kitu. We fail in everything. Kwa sababu kubwa ya msingi. Because of one major reason. Kubwa ya msingi. One major reason. Hatujakubali shule ya Roho Mtakatifu. We have not accepted the class of Holy Spirit. Hiyo hatujakubali. Tumeshajazwa. We have been filled. Tumeshampokea. We have received him. Tumeshajazwa, lakini hapa kwenye shule. But here at the school, tumekataa. We have denied. Na hii ndio ina promotion. Is what has a promotion. Roho Mtakatifu akikuona unaenda vizuri kwa shule yake, hiyo ni ya binafsi, sio ya huku kanisani. Hiyo shule yako ya binafsi huko mtaani, katikati na watu, katikati ya washirika wenzako, akiona umemaster hiyo shule, anakupeleka kiwango cha 3. Anakutia mafuta. Ndio unashangaa ghafla linainuka limama. Suddenly there is raised a woman. Mama mwenye macho ya rohoni. The woman with spiritual eyes. Hadi anashangaa, nisikie. Anashangaa mbona siku hizi Mungu anasema na mimi kilaini. Anainuka kijana wa kiume mwenye kipawa cha kutisha, akiombea wagonjwa wanapona. Ameshatiwa mafuta, maana ameshafanikiwa kutembea na kumtii Roho Mtakatifu. Nisikilize, katika hivi viwango 4 nilivyovisema, which level are you? Upo katika kiwango kipi?